kwenda kwa somo unafanya nini hapa. Somo la kwanza, somo la pili na somo la tatu lilituandaa kwenda kujibu swali la unafanya nini hapa. Somo la nne litatuingiza kwenye hitaji la mwanaadamu katika kujibu swali unafanya nini hapa. Maana Mungu alikwisha kumwandaa, na uzuri Mungu anapofanya mambo yake sio lazima akupe taarifa, na Mungu huwa anataka mwanadamu ajiongeze. Yaani Mungu afanye ile spoon feeding kwamba ni akulishe na kijiko mdomoni. Yeye atakafanya akaacha mvua inyeshe. Mvua ikishanyesha ataweza kwamba mazao na mahindi yanachipuka hapo, lakini habari nyingine kwamba hata kulimia. Kulimia hakulimii, ila mvua ataleta. Kwa hiyo kwenye somo la kwanza Mungu alikuwa anamwandaa Elia kusema kwamba unafanya nini hapa. Hebu tuombe. Baba yetu na Mungu wetu mwema, katika dakika hizi ambazo ziko mbele yetu, ondoa uchovu, tusilishe sauti yako kwa jina la Kristo. Amina. Mungu anatamani sana mwanadamu, na Mungu anakuandaa. Leo tusoma Wafalme wa kwanza sura ya 18. Tusoma mstari wa kwanza mpaka mstari wa 4. Anasema, ikawa baada ya siku nyingi. Hii tu siku nyingi nitaje tu muda kutosha kuijadili hii. Maana Mungu hakumwandaa kwa ghafla Elia. Alimwandaa kwa siku nyingi. Kwa hiyo baada ya siku nyingi, neno la Bwana likamjia Elia katika mwaka wa 3 kusema, enenda ukajionyeshe kwa Ahabu, nami nitaleta mvua juu ya nchi. Basi Elia akaenda ili ajionyeshe kwa Ahabu, na njaa ilikuwa nzito katika Samaria. Sasa fungu litakutia moyo, sije kaja kwamba mna njaa. Maana njaa hii hapa ilikuwa nzito sana Samaria, na hili somo linahubiriwa wakati watu wana njaa. Kwa hiyo ni juu sana viongozi wa TAPE kwa ajili ya kusogeza muda angalau watu waelewe ile ubiri, maana linataka watu wenye njaa. Kwa hiyo sije katika kubara kama pastor njaa ipo. Somo lenyewe linasema kwamba njaa ilikuwa ni nzito katika Samaria. Kwa hiyo na wasiwasi. Mstari wa 4 wa 3. Ahabu akamwita Obadia aliyekuwa juu ya nyumba yake. Huyu Obadia alikuwa mwenye kumcha Bwana. Mstari wa 4. Kwa kuwa ikawa Yezebeli alipoua manabii wa Bwana, Obadia akatoa manabii 100 akawaficha 50 katika pango, akawalisha chakula na kuwapa maji. Mungu anakuwa matata sana. Swali la kwanza nataka kuwauliza wana TAPE. Nani alipeleka Obadia kwenye nyumba ya Ahabu?
Ninyi wanataka kujua msifike kwamba mmepata jana hapa. Nataka rudi hapa kama vile unapeleka macho pale mstari wa 3. Ahabu akamtamani. Na unajua kwamba Ahabu na Yezebeli ajenda yao ni kuwaua watumishi wa nani? Ila Ahabu akamwita Obadia. Nani alipeleka Obadia kwenye nyumba ya Ahabu? Ndio nataka kunifanya sana. Mbona mnaanza kutoa macho kama vile sijibu swali jamani, ndio muda ni mchache sana. Jibu swali. Nani kwa haya maelezo? Kwa hiyo ambacho anafanya kwa kuwa kama Yezebeli alipoua manabii wa Bwana, Obadia akatua manabii 100 akawaficha 50 katika pango, akawalisha chakula na kuwapa maji. Nani alipeleka Obadia kwenye nyumba ya Ahabu? Sasa mimi nimwite mwenyekiti hapa tupigishe kura na katibu. Maana siku nyingine wako kimya. Yeye anasema Mungu, yeye anasema Ahabu. Haya fanya pole pole sasa, ngoja nipige kura. Wanaosema kwamba Ahabu alipeleka Obadia, nyosha mkono. 1 2 3. Haya, wako 22. Haya, wanasema kwamba Mungu ndiye alipeleka Obadia, nyosha mkono. 1 2 3 4. Haya, tasamini. Wengine bado wanasema na hesabu. Haya, sasa wanasema mchungaji na yapuuzi. Maana wengine wanapaka sisi tuelewi, awe ni Mungu au nani, wewe ubiri maisha yako lazima yaende. Nyosha mkono. Unataka sasa haki, mbona pareza? Sasa ninataka niwatie moyo. Kwa haraka Biblia unaposoma kwamba Ahabu akamwita Obadia. Kwa hii kazi aliyofanya Obadia, Ahabu asingeweza kumwita pale. Yaani kwa sababu ajenda ambayo alikuwa nayo Ahabu na Yezebeli kuangamiza watumishi wa Mungu, asingemleta Obadia, huyu ambaye alikuwa mwenye kumcha Bwana sana. Huyu ndio wangeanza naye. Kama Ahabu alikuwa anapeleka, wangeanza naye. Nataka niwatie moyo. Nataka tunasoma ile lesoni ambazo tunaelekea karibu na mwisho. Mnakumbuka zile kisa cha nani? Cha Musa. Simuka habari ya Musa aliyetangaza kifo kwamba watoto wote wa kiume wa Bwana walikuwa ni nani? Wanataka vipi? Njai ni kwa kanisa na utembo yuko muda sasa tunamaliza hotuba leo. Kwa hiyo wewe tulia. Aliyetangaza kifo cha watoto wote wa baba kuni nani? Farao. Niambie, Musa alikuwa kwenye nyumba ya nani? Aliyetangaza watoto kiume wa nani? Alipeleka Musa kwa Farao, binti Farao au Mungu? Tulia kidogo. Anasema unafanya nini hapa? Ni swali la nini? Swali la nini? Jamani, vijana ambao mnaona zaidi, wazee ambao macho mpaka waende hivi, jamani, oneni hapo kwa haraka tunazohubiri. Unafanya nini hapa? Ni swali la wito. Wito gani hapo? Twende kidogo, Wafalme wa Kwanza sura ya 9 mstari wa 13, tutaenda mpaka mstari wa 14. Ikawa Eliya aliposikia
Elia alisikia nini? Tulia kidogo. Alijifunika uso wake katika mavazi yake, akatoka akasimama mlangoni mwa pango, na tazama sauti kamjia kusema, unafanya nini hapa Elia? Akasema, nimeona nini? Nimeona nini? Wingu mwingi kwa ajili ya nani? Hapo nitakuja kuwapatia pole baadaye. Sasa hivi bwana, kuna watu wengine wanaasi kwa kumwonea Mungu wivu. Yaani tunataka kanisani pale amenuna, amekuta kama haya mambo yanafanyika, mimi sielewi, tangia nimezaliwa sioni, alafu unaacha kanisa. Una mgogoro, tulia kidogo. Mimi sielewi mambo yanazoenda, sisi zetu mambo hayakuwa hivi. Alafu anasema kwamba ninawaacha kanisa lao. Nataka nikutie moyo, unaliacha na sisi injili inasonga mbele, na bado tu tunaenda kama kidogo. Wewe tutakuja kukutia moyo baadaye. Elia anasema ameona wingu mwingi kwa ajili ya Bwana. Wivu gani inayokutoa kwenye zamu yako na kwenye wito wako? Unajua Shetani siku hizi amekuwa ni muhuni sana, na anafanyia watu wengi muhuni sana. Yaani anawafanya wao waone kwamba wana uchungu na Mungu kuliko Mungu mwenyewe. Sasa Elia anakimbia na anamkimbia Yezebeli, anamkimbia Ahabu. Aelewi kwamba Obadia anaishi kwa Ahabu. Nani aliyemlinda yule? Aliyemlinda nani? Alikuwa ni Mungu mwenyewe, alikuwa anamlinda Obadia. Kwa sababu moja kidogo kwanza anasema, Mungu wa majeshi, kwa kuwa wana Israeli wameacha maagano yako na kuzifuta madhabahu zako na kuua manabii kwa upanga, nami nimesalia mimi peke yangu. Hiyo pale tutaiona kesho kwenye hotuba ya kesho. Mimi nimesalia peke yangu, na wanatafuta roho yangu waiondoe. Sasa anafanya Elia inabidi akimbia aokoe roho yake, maana wanataka kuiua roho yake. Twende mbele kidogo. Anasema hii hapa ni kwenye kitabu kile cha Great Controversy, ule ukurasa wa 512, ndipo ninasoma. Anasema hivi, pepo wachafu hapo mwanzo waliumbwa bila dhambi. Pepo wachafu waliumbwa bila dhambi, walikuwa sawasawa kwa asili, nguvu na utukufu wa wajumbe watakatifu ambao sasa ni wajumbe wa Mungu, lakini kwa sababu ya dhambi wameunganishwa pamoja kwenye aibu ya Mungu na uharibifu wa damu, wakiwa waungana Shetani katika wazi wake na pamoja naye kutoka mbinguni kupitia vizazi vilivyofuata, wameshirikiana naye katika vita vyake dhidi ya mamlaka ya kimungu. Tunaandika maandiko juu ya muungano huu na serikali, juu ya amri zao mbalimbali, juu ya akili zao na hila zao, na juu ya njama zao mbaya dhidi ya amani na furaha ya wanadamu. Subiri nikutie moyo. Unaweza ukashangaa na nitakutia moyo kwamba wakati Elia anapoona kwamba ana wingu wa Mungu ndani yake, anapoona kwamba anamshangilia Bwana, anapoona kwamba ameamua kutokamana roho yake na wingu, malaika waovu waliongoza akili ya Elia. Tulia kidogo nikuonyeshe nini kinachofanya. Swali linaonekana katika moja. Mungu anamuuliza Elia, unafanya nini hapa? Mungu alikuwa anauliza, Mungu hakuwa anauliza mahali pekee, bali swali la Elia ilikuwa, bado upo katika mstari wa wito wako? Yaani unafanya nini hapa Elia? Swali ni hili, Elia, bado upo katika wito wako? Ndio kidogo.
Elia sababu yake ilikuwa ni kwamba Israeli wote wameasi na waaminifu wote wameuawa, hivyo nimebaki mimi peke yangu. Nini ambacho Elia alikuwa anafanya? Kwa lugha nyingine, alikuwa anamwambia Mungu, usipofanya jambo fulani kwa ajili yangu umekwisha. Maana wote wanakutetea wameshamalizika, nimebaki peke yangu, na mimi ninakimbia, nataka nihifadhi mbegu ya wanakutegemea. Kwa hiyo usipofanya chochote kuniokoa umekwisha. Hilo tutaliangalia katika somo la kesho. Bwana kutuleta kwa bahati nzuri, Mungu alishamwandaa Elia kujibu swali hili. Alikuwa amemwandaje? Namba moja, alishamtuma kunguru, ndege najisi. Namba mbili, alikuwa ameshamtuma mjane wa Sarepta ambaye huyu hakuwa Mwebrania. Mungu alikuwa anaongea na Elia, alikuwa anamwambia hivi, Elia, wanadamu wote wa kiasi bado nina watu tena hata nje ya Israeli ambao unawatazama. Jambo la pili anamwambia, sikiliza, ikiwa ndege wote wasafi wataliwa, bado utume wangu hautakwama. Lakini Elia, wakati Mungu anamwandaa mawazo yake, akili yake, mtazamo wake, hakuelewa mafunuo ya Mungu. Leo anasema wote wameasi. Nani aliyekwambia kama wote wameasi? Na sasa anaona ni sababu kabisa wote wameasi. Swali mchana leo, je, taaluma yako na jina yako anasema kwamba je, taaluma yako ni ajira tu au ni wito wa Mungu? Je, biashara yako inalenga faida pekee au pia ina utume wa kimungu ndani yake? Hilo ni swali la maana sana kwa watu. Unafanya nini hapa kwa nata? Swali la wewe linalopaswa kumuongoza kila mtaalamu na mjisiamani hii, ninawezaje kutambua kwamba biashara au taaluma yao ni ya faida pekee bila utume wa Mungu? Utamwona nabii Elia mwanzoni Mungu aliyo kwamba nenda kule utakunywa maji, nimeagiza kunguru. Elia anaenda. Nenda Sarepta, nimetuma mjane atakulisha, anaenda. Nenda kwa Ahabu, anaenda. Ilifika saa hapo sasa kinataka sasa alipe gharama za uaminifu wake. Anasema nimebaki peke yangu. Mungu anasema ninawezaje sasa mimi leo? Je, kama mwanataaluma, kama mtazamaji, biashara yangu imejengwa juu ya msingi wa faida, utume wa Mungu? Yaani unafanya nini hapa? Sikiliza vizuri. Swali halilengi kukataa umuhimu wa faida au mshahara. Bali swali hili linachunguza moyo. Habari njema, kila mmoja awe balozi wa kuchunguza moyo wake. Usije kwenye kazi kuchunguza moyo wa mwenzako. Kuchunguza moyo, kusudi na mwelekeo wa kazi zetu. Biblia inaweka wazi kwamba kufanya kazi na kupata faida si dhambi. Kilicho hatari ni pale faida inapokuwa na lengo la mwisho, yaani inakuwa ndio lengo la mwisho badala ya kuwa chombo cha kutimiza makusudi ya Mungu. Biashara sio dhambi, hela si dhambi, mali si dhambi, bali mali hiyo ndio nayo inatimiza makusudi ya nani?
Tulia tu kidogo, wala sio wasiwasi. Usikusikie wasiwasi. Katika ulimwengu leo, watu wengi wamechanganya mafanikio ya kifedha na wito wa Mungu, wakidhani kwamba kupata fedha ni udhibitisho wa baraka za Mungu. Hata hivyo, neno la Mungu na maandiko ya kwamba inawezekana kabisa mtu akafaulu kibiashara, lakini akakosa kutimiza wito wa mbinguni, na matokeo yake atapotea. Naomba Mungu katika mkutano huu wa taaluma ya jamii TF unafanya nini hapa, itoe wafanyabiashara ambao biashara yao itakuwa na baraka za Mungu, sio waliofanikiwa. Tulia kidogo ili uweze kutambua njia ya kwanza ya kwamba biashara yako ina Mungu ndani yake au la. Jambo la kwanza, nini msukumo wa ajira yako, biashara yako? Nini chanzo, motivation? Nini ina motivate kwa mwanadamu? Sababu sasa kuna miradi, kuna shule zimetoka. Nini kinakusukuma kwa mwanadamu? Na ajira ikiwa na biashara, ajira ambayo ina biashara ya kawaida na faida pekee ndio msukumo, utagundua kwa mambo yafuatayo. Moja, biashara au ajira huchochewa na mahitaji binafsi, mshahara, hadhi, usalama wa maisha au faida ya kifedha. Alafu Mungu huwekwa pembeni, akitajwa pale tu panapokuwa na shida. Yaani wewe ukiwa ni mfanyabiashara, mwanatamu, wewe ni mwajiriwa, unalinda ajira kweli kweli. Yaani kule mahali fulani nilikuwa na mshiriki Pastor Musa anafanya kazi siku ya Sabato. Alafu alivyo mjanja anakuja kanisani asubuhi, anapaki gari lake kanisani ili watu waone kwamba gari lipo kanisani. Alafu akishalipaki kanisani anaacha gari, anaenda kazini. Analinda ajira na kanisani hapo analichika. Vipi nipo ndani hapa, anasalimia watoto pale, saa ndio choroka hautamwona. Ila mimi nikagundua. Nilimgunduaje? Hayakuhusu maana sisi kwa leo. Wale wote ambao wana msukumo kwenye mambo tu ya mtupu, Mungu anaweka pembeni, ila ikitokea shida, mchungaji niombe, mchungaji tuombe, mchungaji nina mfungo na naomba msikize kwenye mfungo wangu. Lakini mambo yakiwa yako sawa sawa, mahitaji binafsi yanafikiwa, mshahara unaingia mnono, hadi mtu na hadi usalama wake na maisha na ana faida ya kifedha, umsikie Mungu yuko pembeni au si? Wale ambao ajira, biashara zao zimeunganishwa na utume wa kidini, na pamoja kazi zao na ajira zao zote huchochewa na kusudi la Mungu na dhamira ya kumtumikia na kuwatumikia watu wengine. Yaani huyu anawaza utume, maisha yake yote akilala akiamka ni utume. Na huyu mtu anasema hivi, kazi yake huonekana kama ni huduma takatifu. Yaani yeye ni sawa, maisha yake yanaweza yakaenda sawa na mimi.
Mimi nilishamwambia Mungu, na mimi na Mungu, Pastor Musa tulishapatana na Mungu na anafahamu na anaelewa. Akinipa chochote na yeye pale kwenye vyangu anachagua. Akinipa fungu Mungu akimchukua. Alikuja yake ya zaka na fungu yake ya sadaka. Na anaelewa. Yaani hilo wala hilo halina mguu kwangu. Tuelewane. Asiponipa wala hatuombani na Mungu. Natamani Bwana wainue wanataaluma, wajasiriamali ambao kazi zao zote watachochewa na msukumo na dhamira ya kumcha Mungu na kuwatamkia wengine waone kila kazi waifanya ni Bwana amewaweka pale. Obadia aliweza kuwatuza manabii, maana yeye hakumuona Ahabu kwamba ni Ahabu ndio alimweka pale. Alimuona Mungu alimweka, na lengo lake ilikuwa ni kuhifadhi wacha Mungu na utume wa Mungu. Shida ambayo wanaume wengi leo wanayo na wanawake, vijana wa kiume na wa kike, ni pale wanapoona vipawa vyao, karama zao, mali zao, kazi zao, wanaona ni zao. Yeye wachungaji mnaongea tu, hujui tulivyochapa enzi hizo. Tulichapa ngoja tule matunda. Nataka nikutie moyo, hauko hapo kwa sababu ulichapa fimbo. Huko hapo maana Mungu amekulinda. Kwani wangapi ambao ulikuwa nao ambao walichapa wewe tumeshawazika? Mungu amekupa ajira. Mungu alipatia biashara, na anajua kwamba huyu ni Mwisraeli kweli kweli. Nikiwekeza kwake kazi yangu inastawi, na wote ambao wana kilio Mungu amekuwa na kawaida ya kuwafanikisha. Sasa vizuri, kitabu cha Mithali sura ya 3 na ule mstari ule wa 23 nasema, lolote mfanyalo, lolote, kazi, biashara, wapi na wapi, jasiriamali, lifanyeni kwa moyo kama kwa nani? Kwa Bwana, wala si kwa wanadamu, mkijua ya kuwa mtapokea ujira wa urithi, mnamtumikia Bwana Kristo. Fungu la 5 nimelipenda sana, maana adhulumiye atapata mapato ya walimu wake. Si kwamba hatapata, utapata. Tulia kidogo. Yaani Mungu Bwana anampa sana Mungu, utapata. Tulia kidogo, utapata. Alafu anasema wala hakuna upendeleo. Ajenda ya kupata unapata. Na hapo ndipo wale wengi sana huwa wanashindwa kumwelewa Mungu. Anasema hivi, yote unafanya wewe fanya, ila mwisho wa siku tutakutana kwenye hitimisho. Maana kila moja sio zuri. Hiki ni kitabu cha education. Nimeamua kuchukua pesa kwenye lugha ya Kiingereza bila kutafsiri, maana ni kweli kutafsiri ndio kwamba Kiswahili nikitafsiri kile tafsiri inapelea haileti maana fulani sana ikanipelea. Kwa hiyo nikaamua kuchukua kama hivyo, na ninaomba usikie vizuri. Nasema hivi, the specific place appointed us in the life is determined by our capabilities. Yaani kwamba kila mahali Mungu ameweka mwanadamu, ameona uwezo wake, yaani kuna uwezo Bwana ameweka ndani yako. Hapa nasema hivi, not all reach the same development or do with equal efficiency the same work. God does not expect the person to attain a proportion of the talents or the olive, the height of the second power, but it should aim just as high as the union of human with divine power makes it possible
for him to reach. Men do not become what they might because they do not put forth the power that is in them. Nini ambacho nasema moja, nasema hivi, Mungu kila mwanadamu kwanza ameweka uwezo ndani yake. Kila mwanadamu ameweka uwezo ndani yake, na utajua kwamba mimi uwezo wangu ukoje unapopata wazo la kufanya jambo fulani. Hicho kitu Mungu ameweka ndani yako, ila tamani kwamba walio wengi hatujaunganisha uwezo wa Mungu na uwezo wetu sisi, na sasa wengine wanapambana kivyao vyao. Na nitakwambia ishara za watu wanaopambana kivyao vyao, ila tunasema kwamba hatutafanana, hata wenyewe hatulingani, ila kila mmoja Mungu amempatia uwezo wa kufanya jambo fulani. Sasa ni kwamba hawafanyi. Na shida wewe kama walio wengi sana wanatamani kuja kwenye mitoto kama atape, usipojielewa kila kitu hapa kitaelezwa. Wakieleza habari ya ufugaji unakitaka, wakisikia habari za kilimo marage ulikuwa unataka marage, ile bwana nani karanga za Malawi umeshazitaka, wanakuja mtu wa kanga kwa kudesha maembe nini unataka kanga, unataka ng'ombe kwa maziwa unataka, mtandaoni unataka, nataka nikutie moyo. Na hapo ndipo anguko la wanadamu walio wengi. Mwambie Mungu akuonyeshe kilicho ndani yako na kifanyie kazi kwa uaminifu. Siku moja tukaita vijana, nikiwa mkurugenzi wa uwakili, nikafanya semina ya kuwasaidia vijana kwa ile mambo ya kiuchumi. Walikuwa vijana kama 120, wakanao siku 10, na conference imegharamia wataalamu. Tukaja pale wakafundishwa sabuni, wakafundishwa bustani, wakafundishwa na huyu mtaalamu hapo Israeli alikuwepo. Tukafundishwa siku ya kwanza, tumefunga mkutano kama bado tunawatakieni safari njema. Nikawa sasa nazoea kuona kama vijana usiku sana wanasemaje, maana tulikuwa porini tulipiga tu mahewa. Ndio nakula vijana. Yaani wao watu wamerudi mimi. Hivi kama baada ya sasa tu watu patenga lao kamtaji. Yaani tu maneno tu sukumi. Yaani wameniboa hao. Nikasema Mungu wao watu wasije wakaniangalia uso wangu. Nikabidi tu nipite tu pembeni wasinione, nikaenda kulala, sienda ukatuna huko Mungu hata mwingine. Kwenye malango nikalala. Baadaye wengine wakaamua, wale ambao wako serious, wakaenda wakata shamba, wakaanza mradi wa kulima pilipili hoho. Maana yule bwana aliambia na masoko na nini, wakalima eka 4 pilipili hoho. Walikuwa vijana 10, wakapanga, wewe na wewe na wewe utapangia Jumapili, wewe na wewe na wewe Jumatatu. Wakapenda sababu wote. Kwa hiyo kila siku ya wiki kuna mtu anamwazia hoho. Wakamwazia hoho, zikakubali, wanapiga picha, maana wanaona kwenye grupu hii. Wana ikafika siku ya Jumapili, huyu mtu yeye akaenda akamuza, kwa sababu ilikuwa Sabato, akaenda akamwagalizia hoho. Alipomwagalizia hoho tukaa sawa. Yule mtu wa Jumatatu akasema kwamba kama zilimwagiliziwa Jumapili, Jumatatu hata zimenyeshea hamna shida, hakwenda. Alafu akwambia wazaki kwa mimi siendi. Wale watu wa nyumbani nao kusema kama walimwagilizia siku ya Jumatatu, siku moja bwana si mbaya bwana, wanafuata watanyeshea, hawakwenda. Wakaenda wewe mpaka mtu wa Ijumaa kama bwana leo ni Ijumaa, najua asubuhi zitanyeshewa, hawakwenda. Sabato kama kawaida leo. Yule aliyekuwa mwaminifu Jumapili anaenda anakuta shamba nzima limenyauka hoho. Maana wiki nzima akunyeshea, wameweka gharama, wameweka muda na fedha zao nini, anakuta shamba zima, yani hoho zote zimeshaua, zinarudi chini, bila kula juu, zinaamua kuinama kwamba
nini ambacho ninataka kukuachia moyo. Baada kama umesikia hii miradi inayofundishwa hapa, Mungu anasema hivi, kila mmoja Mungu amempatia uwezo fulani, amempatia, na kila mali anapokuwepo akiunganisha uwezo wake na uwezo wa kimungu na akaweka malengo, Mungu atamfanikisha. Ila Mungu sasa anapomfanikisha, hamfanikishi kwa utukufu wake, anamfanikisha kwa ajili ya utukufu. Daktari, mwalimu, mhasibu, mfanyabiashara au thamani, hauko hapo kwa bahati mbaya. Nafasi yako ni madhabahu ya utume. Usimwangushe Mungu. Mungu amekuamini, rudisha uaminifu wako kwake, maana yeye tayari ameshakuamini. Kama hilo mnasema amina, ni kweli mmetoka. Simama tu. Yaani kama hilo mnasema amina, mmetoka. Unaga hapa tunapata tunafunza Mungu jingi, lakini unaweza kusipotezea. Simama. Sasa tuombe kabisa. Twende. Uzuri bora tuko hapa kesho. Na kuonyesha sio kwamba basi tumekuwa bado kuna vitu viko mbele hapo, lazima kila nafasi ambayo Mungu apatia daktari hapo, tunasema kupeleka wachungaji, lakini daktari, mchungaji, mwalimu, mhasibu, mfanyabiashara, jasiriamali, hauko hapo kwa bahati mbaya. Nafasi yako ni madhabahu ya utume. Usimwangushe Mungu. Mungu anakuamini, rudisha uaminifu wake kwake. Hakikisha kila jukwaa la mafanikio unalopanda, usipande peke yako, panda pamoja na Mungu. Ajenda unafanya nini hapa? Wito. Baba yetu Mungu mwema, tulibakiza masaa machache tufunge ili itakuwa ni hasara kama tutaondoka kwenye hili kongamano bila kila mmoja kujibu swali kwamba tunafanya nini hapa duniani. Tunapoainisha kipindi hiki kwenye mapumziko mchana wa leo, nenda pamoja nasi. Vipindi ambavyo vimesalia kama hujamalizika, tupatie majibu sahihi. Tunafanya nini hapa duniani? Wewe umetuamini, ukatupatia pumzi ya uhai, ukatupatia nguvu na akili za kufanya kazi, na wengine tumesoma, tumeajiriwa. Ni kwa sababu natamani kila mahali tuweke madhabahu kwa ajili ya utume. Tubariki kwa jina la Kristo. Amina. Bwana awabariki.